Wizara ya Maendeleo ya Vijana hii leo imezindua jukwaa kubwa la vijana ambalo hili litakuwa ni platform ya kuonesha fursa za kiuchumi kwa vijana wa Kitanzania. Sasa PPRA ni moja kati ya taasisi ambazo zimeshiriki hii leo hapa kuonesha fursa iliyopo ya kufanya biashara na serikali, hususan kwa vijana ambao wao wapo kwenye makundi maalum, yani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Sasa hapa nimebahatika kuweza kuketi na meneja wa mafunzo na huduma za ushauri kutokea PPRA Bwana Gilbert Kamde. Tutazungumza naye mengi, lakini kubwa tunazungumza kuhusiana na jukwaa hili la vijana ambalo limezinduliwa hii leo hapa katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere. Umuhimu wa hili jukwaa kwa hapa tulipo unauonaje? Ni jambo zuri sana ambalo limefanywa na wizara mpya ya maendeleo ya vijana kwa kuliona hili na kuwakutanisha vijana katika jukwaa hili kuweza kujadili na kuweza kutoa mawazo yao, pengine vile vitu ambavyo ni matamanio yao vifanywe na serikali, lakini pia kwao inakuwa ni fursa kuweza kusikia yale mambo mazuri ambayo yameandaliwa na serikali, hasa serikali hii ya awamu ya 6, waweze kujua mipango na mikakati ambayo imewekwa kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo ni jukwaa zuri sana ambalo linaweza likaleta mafanikio na linaweza likaleta ile kiu, matamanio ya vijana wakaweza kuyaona na kuweza kufanyia kazi na kuweza kupata maendeleo katika maisha yao. Tumeona baadhi ya vijana wakichangamkia fursa ya kufanya biashara na serikali, lakini sio kwa ukubwa huu ambao pengine mlikuwa mnautarajia. Sasa kupitia jukwaa hili, pengine mwitikio wa vijana ambao umeuona uhusianisha vipi na wao kupata zile fursa ambazo zinapatikana kwenye tenda za serikali, hasa kufanya biashara na serikali? Kwao itakuwa ina chachu ipi ya kuwafikia vijana wengi zaidi? Kama nilivyosema hapo awali, utaona ni fursa kwa vijana. Utaona katika mawasilisho yaliyotolewa hata ya PPRA pamoja na hotuba ya mgeni rasmi, utaona kuna idadi ya vikundi vichache sana kwa nchi nzima. Kwa mfano wale ambao wamejisajili kwenye kundi hili la vijana kwenye yale makundi 4, utaona vijana wako takribani makundi 600 nchi nzima. Na utaona kuna tenda zenye takribani ya bilioni 15 ambazo zimetolewa kwa ajili ya kundi la vijana. Lakini tuna vijana wangapi nchini Tanzania? Kwa kusema vikundi tu 600 ni vichache sana kwa nchi nzima. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili linakuja kuwafungua sasa na kupata uelewa wa kutosha kuhusiana na hizi fursa ambazo zipo. Kwa hiyo tunaamini jukwaa hili litaenda kuleta vikundi vingi vya vijana ambao vitajisajili sasa na kuanza kushiriki katika tenda za serikali na kuweza kunufaika na kuingia mikataba na kufanya shughuli na serikali. Kwa juhudi ambazo mmeendelea kuzifanya mpaka sasa hivi hapa tulipofika, mwitikio wa vijana kuweza kuchangamkia hii fursa ambayo imewekwa hapo na serikali umefikia wapi? Matumaini yapo? Matumaini yapo. Nichukue tu kwa taarifa ya mwezi Julai na Agosti mwaka uliopita, vijana walikuwa ni vikundi takriban 250, lakini sasa hivi tumefika kwenye 600. Utaona matumaini yapo. Kwa hiyo kupitia jukwaa kama hili ambalo tumelifanya leo na hayo yatakayokuwa yanafuata, maana tutaongeza vikundi vya vijana zaidi. Kwa hiyo tunategemea mpaka mwaka kesho pengine tutakuwa tuna vikundi zaidi ya 2000. Sasa pengine mpango wa PPRA ni upi kwa vijana ili kuweza kuwa na vijana wengi ambao wanakwenda kujiajiri na kuzikamatia hizo fursa? Asante sana. Mamlaka kwa maana ya PPRA inao mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya vikundi, lakini sio tu kuongeza idadi ya vikundi, pia kuvijengea uwezo hivi vikundi ambavyo tayari vimekwisha kusajiliwa katika mfumo wa NeST. Sasa tunafanyaje? Maanake PPRA tunashirikiana na taasisi nyingine ikiwemo wizara kama wizara ya vijana ambao tayari tunao mkakati wa kuweza kutembea kwenye mikoa kama 10 kwa sasa kwa ajili ya kuweza kuhamasisha na kuwajengea uwezo na kuwapa
habari au kuwahabarisha fursa zilizopo katika ununuzi wa umma na namna ya kushiriki katika zabuni hizo pamoja na uundwaji wa makundi. Lakini pia tunashirikiana na TAMISEMI, tunashirikiana na ofisi ya waziri mkuu, kwa hiyo na wizara nyingine na taasisi nyingine ikiwemo VETA. Tuna mkataba wa makubaliano nao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawezesha kuyafikia makundi haya ya vijana na kuyajengea uwezo, lakini pia kuhakikisha yanajisajili katika mfumo wa NeST. Kwa hiyo tunashirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha kwamba tunafanikisha kuhakikisha kundi hili la vijana linaweza kujisajili na kutengeneza vikundi vya kutosha na kushiriki katika hizo fursa ambazo zinatolewa na taasisi nunuzi. Okay, pengine la mwisho kuzungumza na vijana, ni wapi hasa ambapo wanaweza wakapata taarifa za kuwajenga, taarifa ambazo zitawapa wao ile code ama connection ya kuweza kupata tenda za serikali? Taarifa wanaipata kupitia mfumo wa NeST ambao ndio unaitoa fursa zote za ununuzi wa umma nchini. Kwa hiyo wakiingia kwenye mfumo wa NeST wataweza kupata mipango ya ununuzi kutoka kwa taasisi nunuzi zote, lakini pia zabuni ambazo zimetangazwa na taasisi nunuzi zote watapata pale taarifa zake. Lakini pia PPRA ina tovuti yake ambayo ni website ya PPRA. Kwa hiyo wakiingia pale wanaweza kupitia kwenye dirisha kwenye ile platform ya website ya PPRA na kuweza kupata taarifa mbalimbali za matangazo mbalimbali, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii Instagram za PPRA_Tanzania. Wakiingia pale watapata taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala mbalimbali ya ununuzi wa umma nchini, ambayo yatawaleta sasa katika ufahamu na kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo la ununuzi wa umma nchini, kwa sababu PPRA ndiyo msimamizi mkuu wa masuala ya ununuzi nchini, na hata katika programu zake ambayo inazitoa nyingi tunatoa taarifa, kwa sababu vijana tunaamini ndio zamani tulikuwa tunatumia means za magazeti na nini, lakini hawawezi kusoma magazeti. Ni wachache sana ambao wanaweza kusoma magazeti, lakini kupitia mitandao hii ya kijamii, lakini kupitia website ya PPRA na mfumo huu wa NeST ambao ni mfumo wa Kitanzania, umetengenezwa na Watanzania, na kwa bahati nzuri kwa asilimia kubwa walioshiriki katika kujenga ule mfumo ni vijana. Kwa hiyo utaona kupitia hivyo vyanzo mbalimbali vya kupata taarifa, vijana wakitumia wanaweza kupata hizo fursa na kuweza kujua nini ambacho kinaendelea katika eneo la ununuzi wa umma. Labda tu niseme, dada Sonata, changamoto ambayo imekuwepo kwa vijana, na kama ulivyosema, kumekuwa na malalamiko wakati mwingine kwa vijana, wanaona kama hawaoni mambo yakiendelea, ni kwa sababu hawajajiunganisha na mifumo rasmi ya serikali kupata zile taarifa rasmi za serikali. Kwa hiyo kupitia forum kama hizi, maana yake hapo ndipo wanafunguka kujua kumbe serikali na mipango madhubuti, mipango mizuri ambayo imepangwa kwa ajili ya vijana. Kumbe kuna sheria ambazo tayari zimeshatoa fursa kwa vijana, kama hii sheria ya ununuzi wa umma, sheria ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2024 zimeshaeleza. Lakini pia PPRA imetoa miongozo. Miongozo unaipata wapi? Ukiingia kwenye website ya PPRA, sehemu ya miongozo, utakuta kuna mwongozo wa namna ya kuunda kikundi, namna ya kushiriki katika zabuni za ununuzi wa umma, namna ya kwa mfano ukiingia kwenye NeST, ukienda kwenye NeST pale kuna sehemu imeandikwa mafunzo au training. Kwa hiyo akiingia pale ataweza kwenda kuona tunasema zile video guides pamoja na user guides. Sasa kwenye video guides anaweza kaona namna ya kujisajili kama mzabuni, kama kikundi, namna ya kushiriki na kuomba zabuni. Kwa hiyo ziko videos mbalimbali ambazo zimewekwa pale kwenye mfumo kumsaidia huyu kijana au mtu mwingine yoyote ambaye anataka kushiriki katika sehemu katika ununuzi wa umma. Huyo ni meneja wa mafunzo na huduma za ushauri kutokea PPRA, Bwana Gilbert Kamde. Umemsikia mwenyewe kwa undani kabisa akikwambia namna gani hasa kama kijana unaweza ukapata pia
taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala mazima ya ununuzi wa umma, lakini pia namna ambavyo unaweza ukashiriki kupata tenda za serikali. Mimi naitwa Sonata Nduka, ni balozi wa mfumo wa NeST.